Hii nguvu ya Mungu itunze. Umenisikia? Njoo. Njoo tena kuonyesha nguvu nyingine. Umenisikia? Naam. Umenielewa? Naam. Umesikiaje? How do you feel? Kuna nguvu fulani inanijia. Napoteza ile nguvu ya kawaida. Unapoteza ile nguvu ya kawaida. Sasa kuna nguvu na inaisha. Ukianguka chini kuna nguvu fulani. Hiyo hadi inatoka inakuja nguvu. Inaisha, si ndio? Ndio. Asante sana. Sasa umesikia? Usinywe tena pombe makusudi. Nguvu ya Mungu ya kukusaidia kushinda pombe. Kwa maana yake unataka ukashindane na kuacha pombe. Unajua kushindana nayo. Yaani unashindana nayo usiende kunywa. Kwa sababu ile nguvu ya Mungu inakusaidia ushinde kwenye yale mashindano yao kushindana usinywe pombe. Umeelewa? Kwa maana yake sio sasa unajipeleka baa, unakaa na marafiki wale unaambia bwana mimina glass hata hivyo ukimimina sitakunywa, hapana. Lazima ushindane, jitoe yale mazingira, fanya juu chini, ushindane. Hizo zote ni hatua za imani. Hata Yesu alimshika Petro mkono pale ambapo alimfuata juu ya maji, akitembea juu ya maji. Sawa? Kwa hiyo maana yake lazima uonyeshe jitihada zako wewe. Usiseme nimeshaombewa sasa nimeacha, ngoja nikamjaribu Mungu. Ngoja nikaike glasi kama hiyo nguvu ya Mungu itaitoa ile pombe. Hapana, kumjaribu. Kwa hiyo pombe, Mungu akusaidie pombe. Usirudie tena hiyo. Amina. Sawa? Mtumishi, hii swala la pombe liko linanisumbua sana. Pombe inakuwa kusumbua sana. Sana. Kwa maana kwamba pamoja kwamba siwi nikatukana watu, siwi nikafanya vitu vya ajabu. Nikaenda nyumbani au nikapigana na watu, lakini imenisumbua kuhusu uchumi wangu. Swala pombe. Uchumi. Naweza nikafika sehemu nikajikuta baada ya kutumia kununua soda na maji nini ya 2,000, naweza nikatumia 150,000. Kwa hiyo imenirudisha nyuma kimaendeleo. Unatumia 150,000 kwa siku au kwa siku? Unatumia 100,000 kwa kunywa pombe? Kunywa pombe. Sasa hii nguvu ya Mungu itunze, hutakunywa pombe tena. Niangalie. Amen. Niangalie vizuri. Amen. Niangalie vizuri. Amen. Jesus Christ. Angalia. Niambie, umesikiaje? Unasikiaje? Mbona umeanguka? Nini umesikia kitu gani? Mtumishi, unapotamka maneno yako, neno la Mungu, kuna nguvu na inaingia ndani kwangu. Nguvu inakuja ndani kwako. Ile nguvu ya asili niko nayo na safari ya kunywa pombe imeisha hapo. Unywaji wa pombe umeisha. Mtumishi. Mtumishi. Come out. Come out. You drunkardness spirit. Come out. Wewe kunywa pombe in the mighty name of Jesus Christ. Sawa? Hiyo nguvu umeiona? Umeiona. Nimepokea mtumishi. Umeona nguvu ya Mungu? Nimepokea. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Asante. Ile roho inayokufanya unywe pombe imeisha. Usimjaribu Mungu na kunywa pombe. Amen. Mtu yote ambaye sio mzinzi. Umeelewa? Haizi kusema amjaribu Mungu. Uende sehemu kwa wanawake wako uchi na nini, afu sasa mimi sio mzinzi, sitaanguka. Umeelewa? Kwa hiyo manake hata hivi hii nimeachia nguvu ya Mungu. Hii nguvu ikushindie vita vyako vya kushindana na kutokunywa pombe.
Kwa maana yake wewe pambana vita vya kuacha pombe wewe mwenyewe, lakini hii nguvu itakusaidia kushinda hiyo vita. Hili ni nguvu, 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 hili ni angalia. Simama. Simama. Umenisikia? Kwa hiyo mimi leo nimemalizana na wewe, sawa eh? Pombe hamna tena na yale mambo ukisha kuwa mnywaji wa pombe. Haya mambo mengine yanafuataga. Ni kweli. Ni kweli. Sio nakaa malaya pale baa, kwa nini usizini? Akili sio yako. Kwa nini usizini unakaa malaya? Kwa hiyo haya yote yameisha. Kwa sasa hivi tunza tu nguvu ya Mungu. Tunza nini? Nguvu ya Mungu. Mimi nimemaliza. Tuongee stories zingine hapa. Kaa chini. Hapa. Kwenye kiti. Ni kweli. Niambie kwanza, hebu niambie hii nguvu, naomba nielezee. Tulivyokuwa naombea hapa, hebu elezee nguvu ya Mungu leo hapa. Kwanza mtumishi, ndio ulichonifurahisha na nilichokuwa na imani na wewe ndio ni baada ya kuwa umenipa kwanza neno la Mungu. Nikakupa neno la Mungu kwanza namna ya kupokea kuwa na imani na ukaribu na Mungu, lakini pia Mungu leo ndo nimegundua na umeniambia kwamba Mungu ni mtu ambaye anatoa neema. Sisi inatakiwa tuwe na imani na yeye ili atupe neema zake. Imenigusa sana. Lakini imani hiyo hiyo ndio umenisomea katika Luka yule mstari wa 8:46 kuanzia 40 pale ile story ukanichambulia kwamba yule binti alikuwa anatoka na mwanamke alikuwa anatoka na damu siku nyingi. Ndio ni wengi ambao walikuwa wanamzongazonga ni wengi walikuwa wanamzonga Yesu Kristo, lakini yeye ndiye alionyesha imani. Mmoja tu alionyesha imani ambaye inaonekana alikuwa na imani zaidi na akaponywa. Ndio akaponywa. Ndio akasema imani yako imekuponya. Kwa sababu wale wanamsonga wote hawakuwa na imani. Kwa hiyo mafundisho hayo ambayo neno la Mungu ambayo umenipa ndio zilinijenga kupokea miujiza. Lakini pia wakati unaniombea kuna vitu nilikuwa napoteza, kuna nguvu fulani ambayo nilikuwa naipoteza. Ndio naipoteza hasa. Kuna nguvu ulikuwa naipoteza. Ndio. Na ndio maana ulikuwa unaona naanguka chini. Unaanguka chini. Lakini baada ya kuipoteza ni kwamba nabaki kuna nguvu nyingine ambayo naiona naipata nguvu mpya. Unaipata nguvu mpya. Unaposema simama na simama. Ndio. Kwa hiyo mimi kwa kweli nimefurahi kukutana na wewe. Kwa sababu hili swala la na mimi ninakwambia toa hofu toa hofu kwa kushindwa kuacha pombe. Nimeshakupa nguvu ya kuacha pombe, ni wewe mwenyewe utashindwa kuitumia hiyo nguvu. Tayari una nguvu ya kuacha pombe. Sio kama umeelewa, mtu wa Mungu? Umenisikia? Una nguvu ya kufanyaje? Ya kuacha pombe. Nguvu hiyo unayo. Sawa sawa. Si sawa?